Waarabu wengi 99% hawapendi simu 1. Wanataka tu simu 2. Na ndani ya hiyo simu 2 iko na pesa. Unaweza kuta hata umepewa 1500 ya huko real. Ukiconvert unakuta uko na 40 50s. Na hiyo sasa umeenda ni nini? Ni moja tu. Karound kamoja tu hivyo. So akaniambia simu 2 huko iko na market sana. Na yenyewe mimi sijui kwa nini sikuwa na rada, kwa sababu mara mingi ulikuwa unaona mchana wameshinda wako kwa tablet zao. Inafika usiku wanang'ara, alafu unajua Qatar ni free country, si kama Saudi ati lazima mvae buibui. So unakuta wanadunga tu manguo zao mzuri, wanapaka makeup, wanatoka hapo wamekaa smart. Wanatoka wakaenda. Sasa akaniambia huku 1500 riyal ni ya simu 2. 1000 simu 1, lakini watu wa simu 1 wengi si Waarabu. Utakuta maybe ni Nigeria, manini, but si wale Waarabu. So mimi nikasema tu Sasa hiyo day ndiye akiendelea kunipea hiyo story. Kukakuwa na huyo msichana mwingine mwenye ametoka kazi yake sasa. Bila ametoka huko kwa kazi akakuja akasema amekuwa gang raped. Yani aliitwa na mtu mmoja, kumbe walikuwa wengi. Wakamgang rape. Na vile aligang rapiwa walimrape kwa wote. Na sasa si mtu ikakuwa imerapture. Sasa inapitisha tu. Nikupita tu akakuja akalala hapo hiyo night, hiyo mchana anashinda. Yani sasa saizi nikupita tu inapita tu. Mimi nikakuja nikawaambia kama hizi ndio biashara ninakuja kufanya, wacha ikae. Na akaniuliza, "Si unafikiria utakaa kwa hii nyumba bure? Kwani sisi ni mama yako?" Kama ni hivyo utaki, wewe jipange. Mimi nikasema ni sawa tu. Nikapigia ule boy. Nikamwambia, wewe kuniambia, I wish ungeniambia tu direct ni nini unaongelea, nikuwe nimejua unanituma wapi. Akaniambia, ni sawa, umeshindwa? Sawa basi. Acha nikuchukulie nini ukuje. Akanichukulia hiyo taxi ya huko. Nikaenda, nikafika hapo embassy. Kufika embassy ndio akakuja akaniambia, ni vile tu hatungekuambia ukweli, but wasichana wengi huku wenye wamekemboi, hizo ndio kazi zao. Yes, kuna wale wamekemboi wanaendanga kazi, but wengi wenye wanakemboi, hiyo prostitution ndio kazi yao. So after tumeongea hivyo, mimi nikamwambia hapana, mimi hiyo sitawezana. Sawa. Akaniambia ni sawa basi, utaambiana tu umedropiwa tu leo. So akaenda akanitia madam fulani huko kutoka huko kwa ofisi, kwa embassy. Madam akakuja. Akaniuliza, ni nini mbaya? Nikamuelezea kila kitu yenye ilinihapenia, but sikumwambia nilienda nikapita huyu jamaa aliniambia nisimseme penye aliniambia niende ajulikane. Yeye ndiye anachanga wasichana wamekemboi, yeye ndiye anaonyesha vitu za huko. So akaniambia huyo mama tukaongea na yeye, but alikuwa mrude. Akaniambia si ulikuja kazi, si ungefanya kile alikuwa anataka, alikuwa anaongea kama mkosti hivi. Si ungefanya kile anataka. Ninyi wasichana hata mnasumbua. Akatoka, akarudi huko ndani. Hakuniambia chochote. Nikabaki na hao maboy hapo. Kubaki na hao maboy, ikafika wakaniambia tu watakusort tu, wao wachana nao. Sasa hiyo wanajifanya tu hivyo vichwa ngumu tu, lakini sawa kiona bado uko hapa jioni, watashughulika. So ikafika jioni saa ya kutoka. Ndio vile huyo mwenye aliongea hivyo mbaba leo alipita akaenda. So kukakuja na mwingine hapo ndani. Ndio akakuja akasema, huyu msichana bado ako hapa na tumeambiwa story yake. Hujasaidiwa?" Akamwambia hapana, bado. Akakuja akaniambia, "Sasa hii nini yako? Wewe fanya hivi, tutakuchukua. Juu sasa hatujui tutafanya nini na wewe kwa sababu saizi haturuhusiwi wasichana kulala embassy." So akaniambia tutakuchukua, twende na wewe, nitakupeleka police station. Alafu after police station akaniambia ukishaenda police station tutakuja kukuona kesho. Unaona? Hiyo ndo language yenye alitumia. Bila niambia tutakuja kukuona kesho. Tukaenda akaniambia niende nipande gari yenye walikuwa nayo. Nikapanda.
wakanifanya tu the same way. Unaona vile ofisi ilinifanya? Pia wakafanya tu the same way. Wakasimamishia gari mbali. Wakanionyesha direction. Enda hivi, enda hivi, enda hivi. Ukishaingia huko ndani, watu wajui kizungu. Enda tu pale reception, sema go home. Tutakuja kukuona kesho. Ndio mimi huyo nikaenda. Nikafika pale reception, nikasema go home. Ilikuwa mwanaume. Akakuja akaenda akaongea na wengine huko, alafu akakuja akanichukua akaniambia juu hao wanaongea Kiarabu tupu tu. Naona mimi nilikuwa nafanywa wenye wanaongea Kizungu, so sikujua Kiarabu hivyo. Tukatoka wakaenda wakanipeleka sasa side ya women prison ya wanawake sasa. Kwenda nikakaa pale. Kukaa pale. Vile nimekaa, kumbe kuna process ya ndio uingie huko ndani. Kuna process watu ufanyiwa ndio sasa uingie, na mimi sijui. So vile nimekaa pale, wakakuja wakaniongelesha. After ile kizungu tu hakuna, ya mbalimbali tu. Nikakuja nikaambiwa niingie room fulani. Kuambiwa niingie room, wakatoanisha vitu zangu zote, manguo, kila kitu, wanachunguza kila mahali nini, wakitoa wakiweka kando. Wakaona sina chochote. Madamu wakaanza kuniambia remove clothes. Mimi nikashindwa, mbona natoa nguo? Wakasisitiza tu toa nini. Mimi nikafikiria maybe ni nguo kidogo tu. Nikatoa top. Naambiwa bado